Biblia inasema hivi, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike. Biblia inasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Mungu anasema, hii ni sauti ya Mungu, hii si sauti ya mtu mwingine, ni sauti ya Mungu mwenyewe haka anasema. Ni Mungu anaongea. Unajua wakati huo Mungu alikuwa ananena na Musa. Musa ndiye alikuwa anakuja anaambia wana wa Israeli. Sasa hapa Musa ameondoka, amebaki Joshua. Na Mungu anakuja, ananena, anaambia wana wa Israeli kupitia Joshua. Anamwambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Musa mtumishi wako hayuko, lakini sasa nataka nikwambie uwe hodari na moyo ushujaa. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kwako. Ya worship. So Biblia inasema kwamba Joshua anawaambia watu ya kwamba Mungu amesema. Baada ya Mungu kuondoka, Joshua akapaki na ile maneno ambayo Mungu alisema, neno lisiondoke. Lisiondoke. Sasa nimekuja na habari nzuri leo kwako. Watu wamekimbia kwa maneno mengi, wamesahau neno. Wamesahau kwamba baraka zote na mafanikio iko kwa neno. Haiko kando ya neno, iko ndani ya neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Ndio naona Mungu anamwambia Joshua, ndio uweze kufanikiwa na kustawi sana, neno hili likae kwako. Ulitafakari usiku na mchana. Amen. Na inasema hivi, mstari unaofuata, ya kwamba je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuko pamoja nawe kila uendako. Kila unakoenda. Mungu ameahidi. Ukishashika maagano ya Mungu hivi, uyakwamie. Ukishashika neno la Mungu hivi, likae kwako. Mungu ameahidi atakuwa na wewe kila unakoenda. Yaani kila, unajua kuna tofauti kusema kwamba atakuwa tu na wewe at sometimes. Lakini Mungu anasema nitakuwa na wewe kila unakoenda. Ukienda sokoni, Mungu yuko na wewe. Ukienda kazini, Mungu yuko na wewe. Ukienda shambani, Mungu yuko na wewe. Ukisafiri mikoani wapi, Mungu yuko na wewe. Kila unakoenda. Kila unakoenda, kila unakokanyaka, God is walking with you. Mungu anamwambia Joshua, ndio nitembee na wewe, hii neno isiondoke. Ndio uone baraka zangu, hii neno isiondoke. Ndio utambue kwamba mimi ni Mungu mwenye nguvu, hii neno isiondoke kwako. Hasa wengi leo wamekuwa Kristo lakini neno liondoka. Neno halimo. Ndio wanaona Mungu ni mbaya, Mungu hawapendi. Mbona naishi hivi? Mbona maisha yangu ni magumu? Mbona nang'ang'ana? Mbona nasumbuka? Mbona sina raha? Mbona maisha yangu yamekuwa na ugumu siku zote? Why? Kwa sababu neno liondoka. Mungu mwenyewe anasema neno hili lisiondoke. Ulitafakari ndio ustawi, ndio ufanikiwe, lazima neno la Mungu likwamie. Let everything go, but never allow the word of God to be removed from you. Neno lisiondoke. So na habari kwako. Mama, mbona unakubali neno la Mungu linaondoka? Mtumishi wa Mungu, mbona unakubali neno linaondoka? Ulikuwa unasifu, unaabudu, unamtumikia Mungu. Wakati imefika shetani anakuja kuliondoa neno. Na ndio unaona kitu ambacho shetani anatafuta sana leo ni kuondoa neno liondoke. Neno liondoke kwako. Maana anajua akishaondoa neno la Mungu kwako, basi unakuwa useless. Hawezi kuwa tena na ile uwepo wa Mungu. Hawezi kuwa na nguvu za Mungu. Hawezi kutembea na Mungu. Neno liliondoka. Kumbuka kanuni hii. Mungu anamwambia Joshua, neno langu lisiondoke. Wengi tu katika Biblia neno lilipoondoka waliumia. Mbona kama Samsoni, wakati Samsoni alikubali neno likaondoka, aliumia. Neno liliondoka. Shetani anatafuta kuondoa neno. Ndio maana alikuja akamjaribu Yesu.
akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, badilisha hii mawe iwe mkate ukule. Shetani hakuchoka, akarudi akamwambia, Yesu akamwambia, hatutaishi kwa nini? Hatutaishi kwa mkate, tutaishi kwa neno. Unaona? Tutaishi kwa neno. Shetani anamwambia Yesu, ukibadilisha hii mawe itakuwa mkate, tutakula. Lakini Yesu anamwambia tutaishi kwa neno, hatutaishi kwa mkate tu, tutaishi kwa neno. Yesu hakukubali neno la Mungu liondoke. Mbona wewe unakubali neno la Mungu linaondoka? Hata Biblia inasema, Biblia inasema Mungu akamwambia Joshua kwamba nitakuwa na wewe kila unakoenda. Sasa mbona una hofu? Mbona una wasiwasi juu ya maisha yako? Mungu ameahidi kwamba hata kupungukia, atakuwa na wewe kila unakoenda. Neno la Mungu lisiondoke. Kubali vitu vyote viondoke. Kubali watu waondoke wakuache, lakini usikubali neno la Mungu liondoke kwako. Haleluya. Amen. Neno lisiondoke. Kile ambacho shetani anatafuta leo, aondoe neno kwa mama, aondoe neno kwa wasee, aondoe neno kwa watumishi wa Mungu. Wamepaki na vitu vingine, wamekosa neno. Na baada mtu alikuwa anasifa, anaabudu, anamtumikia Mungu, amerudi si wa kuomba tena, neno liliondoka. Alikuwa anaimba, anasifu, anaabudu, anafunga, lakini wakati anafika kufunga hafungi, kuomba haombi, Biblia haisomi, neno liliondoka. Biblia inasema, Mungu akasema neno lisiondoke. Kwamia neno. Kwamia neno, maana ndani ya neno kuna baraka. Ndani ya neno kuna uzima. Ndani ya neno kuna fedha. Ndani ya neno kuna heshima. Ndani ya neno kuna kila kitu ambacho unakitamani. Neno lisiondoke. Vyote viondoke, lakini usialau neno litoke. Bwana asifiwe. Kwamia neno. Hata wakuone wewe ni mbaya, kwamia neno. Hata wakuone wewe ni ovyo, kwamia neno. Hata wasema hakuna mahali unaenda, kwamia neno, maana unajua neno ndio kila kitu. Neno litakuheshimisha. Haleluya. Neno litafungua malango yako. Neno litafungua baraka zako. Neno litabadilisha maisha yako. Kwamia neno. Shetani akishaondoa neno anajua, nimemaliza ombi, siku hizi ombi. Siku hizi haijipata. Siku hizi afungi. Siku hizi hata neno la Mungu asomi, Biblia asomi, maombi aombi, ibada aende. Unaona? Neno lishaondoka. Mungu anamwambia Joshua, neno hili lisiondoke. Utaona Mungu ni mbaya kwa sababu umekubali neno limeondoka. Lakini kama utakwamia neno, unasema no, mimi niliokoka. Mimi sitendi dhambi, mimi niliokoka. Haleluya. Siwezi kufanya hii, niliokoka. Siwezi kushawishiwa niache neno, nirudi kwa dhambi. Mimi nilikubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu. Unabaki na msimamo wa neno. Malaika mbinguni wanashangilia. Wanasema huyu mama aliokoka. Ayubu alipaki na neno. Hata wakati shetani alikuja akaharibu watoto wake, akaua. Akaua mali yake, akaua. Akaua kila kitu cha Ayubu, akaua. Unaona? Mpaka mke wake akamwambia mtusi Mungu. Alafu ukufe. Mbona unakwamia neno? Mbona kila mara Mungu Mungu Mungu? Mungu mwenyewe amekutesa, watoto wamekufa, mali imeisha, kila kitu hakuna, na bado unasema Mungu. Why you? Ayubu alisema nini? Alisema tutapaki na Mungu tu. Haleluya. Wao unasemaje wakati unasukuma ama unakimbia? Wengi wanaposukuma wanakimbia, wanaacha neno nyuma. Ukiacha neno hautabarikiwa. Ukiacha neno utakosa value. Ukiacha neno utakuwa kuhangaika huko na huko na huko because neno limeondoka. Lakini yule mtu ambaye anafuata neno anabaki imara. Jaribu linakuja, anasema yuko Mungu alisema atakuwa na mimi mpaka mwisho. Vita vinatokea, anasema yuko Mungu aliyeniumba, anajua, anaona hali hii. Mungu anaona. Wewe unahangaika, atuende kwa mganga, niende kwa mganga, kwani Mungu wangu alikufa? Mungu yuko. Mbona nimwache Mungu? Siwezi kumwacha Mungu nitende dhambi. Siwezi kumwacha Mungu niende kwa wachawi, kwa waganga. Siwezi kumwacha Mungu nikimbia huko na huko na huko. Hapana, nitabaki kwa neno. Mungu aniokoe nikiwa hapa. Haleluya. Watu kama hao ndio wanashinda. Hao ndio wanakuwa imara. Hao ndio wanaacha alama katika ufalme wa Mungu, maana wanaenda na neno la Mungu. Hawaendi bila neno. Lakini Wakristo siku hizi wanaenda na maneno. Wanakosa kwenda na neno, wanaenda na maneno ya watu. Mungu amemweka wapi? Kama ni Mkristo kwenda na maneno, hauendi na neno la Mungu. Mungu amemweka wapi? Kila siku unaongea maneno ya watu, hauongei maneno ya Mungu. Mungu umemwacha wapi?
Inaonekana kila siku jaribu ikikuja wanasema imeandikwa tutaishi kwa neno. Imeandikwa kwamba Bwana atatupigania. Imeandikwa kwamba vita ni vya Bwana. Imeandikwa kwamba Bwana ndiye mtetezi wetu. Imeandikwa Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Unaongea mambo ya neno peke yake. Hauongei maneno. Majaribu inakuja kutisha, maneno mazito, unasimama kwa neno. Unasema Biblia inasema Bwana atatupea jaribu ambalo litatushinda. Huwezi kushawishiwa wewe ni Mkristo urudi kwa dhambi. Unapaki na msimamo wa neno. Mungu anakuinua. Bwana asifiwe. Mungu anakubariki kwa sababu umesimama katika neno. So nimekuja kuambia siku ya leo ndio ufanikiwe, neno la Mungu lisiondoke kinywani mwako. Tafakari neno usiku, mchana tafakari neno. Tembea katika neno la Mungu. Mungu anasemaje? Mambo yametokea kutisha. Mungu anasema nini katika hii? Haleluya. Biblia inasema wakati utaweza kumaintain neno likae ndani mwako, utastawi, utafanikiwa. Mungu ataachilia neema ya ukombozi juu yako kwa sababu neno liko ndani mwako. Neno liko. Unajua shetani alingangana sana. Akitaka kuondoa neno kwa Yesu alingangana sana. Akampeleka mpaka akamuonyesha pahali zote. Akaonyesha Yesu akisema, "Ukiniabudu tu, nitakupea hivi vitu vyote ni vyangu." Yesu alimwambia ni shetani, "Imeandikwa umwabudu Bwana Mungu wako peke yake." Imeandikwa, neno limeandikwa. Limeandikwa kwamba uabudu Mungu tu. Unaona? Shetani anamwambia sasa, "Naona uko na njaa. Tengeneza hii kama hiyo mkate ukule." Yesu anasema imeandikwa, tutaishi kwa neno. Hatutaishi kwa maneno, tutaishi kwa neno. Hatutaishi kwa mkate, tutaishi kwa neno. Unaona? Anamshinda shetani. Lakini wengi wakionyeshwa maneno ya ulimwengu wanakimbia, wanaacha wokovu. Ukionyeshwa mambo ya ulimwengu unakimbia, unaacha neno. Unaliacha neno pembeni. So I have good news today. Neno la Mungu lisiondoke kinywani mwako. Litafakari usiku na mchana. Utastawi. Heshima itakuja. Bwana asifiwe. Baraka ambazo unataka, unataka mafanikio, unataka fedha, unataka kazi, unataka nini? Unataka utajiri, neno lisiondoke. Unataka watoto wako wafanikiwe, neno lisiondoke. Unataka Mungu akupeleke viwango vikubwa, neno lisiondoke. That is challenge utaface, lakini neno lisiondoke. Majaribu yanakuja, lakini neno lisiondoke. Ikifika wakati shetani kutaka kutoa neno, sema hapana, hapo mimi stop. Nabaki na neno la Mungu. Then you will move. Hallelujah. Simama kwa miguu yako. Nataka tukaombe pamoja na wewe. Neno hili limekuza moyo wako. Songa tu hapa mbele niombe na wewe. Kuna mambo yameleta challenge katika moyo wako. You feel that neno la Mungu. Kuja tu mbele niombe pamoja na wewe. Ili Bwana akusaidie. Hallelujah. Aliye kama hakuna Mungu mwingine. Aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine. Aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine. Aliye kama wewe, oh, hakuna Mungu mwingine. Aliye kama wewe. Kuja mbele tuombe wewe. Mungu anakufungua mlango wa maisha yako. Changing your life. Ninaona Bwana anafungua maisha yako. Hata kama ni mgonjwa, kuja hapa mbele kuna uponyaji. Kama kuna kitu imeleta challenge katika maisha yako, kuja hapa mbele tuombe pamoja na wewe. Watu hapa mbele tuombe pamoja na wewe. Mungu anaanza kukutembelea. Mungu anaanza kuchange maisha yako. Hautahangaika tena, maana yuko Yesu. Yuko mwana wa Mungu ambaye alilipa deni msalabani ili sisi tupone, ili sisi tuokolewe. Yuko Yesu. Usihangaike, yuko Yesu. Usikate tamaa, yuko Yesu. Yuko Yesu mwana wa Mungu. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord Jesus. Mungu anakuza maisha yako. Mungu anabadilisha maisha yako. Songa tu hapa mbele. Kuna kitu kipya Mungu anafanya. Baraka za Mungu zinashuka juu. Mungu anachange maisha yako. Mungu anainua watoto wako. God is changing your life in the name of Jesus. Anza kumwambia Mungu. Mungu anajua. Mungu anajua. Wewe listen. Hata wewe unaanza kufanya
kuvunjika. Kila miungu inaanza kuvunjika. Kuna maneno yamekata moyo wako. Inasikia una uchungu katika moyo wako. Songa hapa mbele tuombe na wewe. Kuna maneno yameumiza moyo wako. Songa hapa mbele tuombe pamoja na wewe. Kuna maneno yanasumbua maisha yako. Kuja hapa mbele tuombe pamoja na wewe. Let's call God here. God is changing your life. Mungu anabadilisha maisha yako. Mungu anachange maisha yako. Mungu anachilia nguvu kwa maisha yako. Fire of the Holy Ghost. Bwana achilia moto. Oh, shante Bwana. Baba pachilia neema yako Baba. Baba kusema wewe ni mwaminifu. As we worship you Lord Jesus. Ashante Bwana. Yes Lord. Baba tunakuabudu. Inatangaza moto wa Mungu sasa. Inatangaza nguvu za Mungu juu yako. Kila milango inaanza. Kila milango iliyofunga maisha inaanza kuondoka katika jina la Yesu. In the name of Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Yes, Lord. Release the Holy Spirit, Lord. You are going to medicine. Now they came in. God is touching. Father, I pray. Kila madhabahu ya asubuhi achilie wewe. Roho za uharibifu na atuache. Inatangaza moto wa Mungu sasa. I command the Satan to go. In the name of Jesus. I know your spirit. Try to arrest God. Achilie moto wa Mungu yako. Chomeka na wewe. Katika jina la
hujachoka sana. Inaachilia moto tena. Chomeka sasa. Holy Ghost fire. In the name of Jesus. Holy Ghost fire. We break the chain now. Lazima tufungue. Lazima tulipe pepi. In the name of Jesus. Roho wa Mungu. Anza kuchomeka. Anza kungua. Inaachilia moto juu yenu. Inafunza ngome zenu. Inafunza madhabahu haya. Close operation now. Inamashika mateka. Close operation. Get out. Get out. Get out. Close operation. Get out. In the name of Jesus. Wewe close operation. Inaachilia moto juu yako. Inaachilia moto juu yako. Unaugua sasa. Unachomeka sasa. You are powerless. Kwa hiyo mikono inaachilia moto. Kuja. Chomeka. Kisha kumla wewe. Close operation. Inakuua. You are powerless. In the mighty name of Jesus. Sisi close operation. Tunajiangamiza. Tunatiua. Hey now. Kufa katika jina la Yesu. Close operation. Kisha kumla wewe. Hauna nguvu katika jina la Yesu. Hauna nguvu. Tulia hapo. Cheza. Tulia hapo. Na utoke huko. Toka uende katika siwa la Mungu. Hata mawe yako inachomeka na ina hauna nguvu. Yes. You don't have power. You are powerless. Inavunja close operation kwa wewe. Watu waliofanya operation wamejifungua. Inavunja madhabahu. Damu yatakatifu kwa Mungu. In Jesus' name. Thank you, Lord. Father, I pray. Out. Inaachilia moto juu yenu. Rakaroka. Inavuta madhabahu. Inavuta madhabahu. Inavuta madhabahu. Inaachilia moto juu yenu. Inaachilia moto juu yenu. Inaachilia moto juu yenu. Anachomeka na kwenda. Anachomeka na kwenda. Inavuta madhabahu. Kimya mwende. Kimya mwende. Kimya mwende. Moyo madhabahu. Inavuta madhabahu. Sabari piku. Inasikemea. Get out. Jesus. Baba, naomba niaba jioni wakushi. Naomba kila mwaka hiyo. Ashatarama. Rakatarosi kalabo. Yakatamote katamosai. Elosi kalebo. Ayatakatamosai. Oh, Jehova. Angalia mateso Bwana. Wewe ni msaka tele. Wakati wa mateso. Inateka nyara. Ina matamigo. Inateka nyara. Bravo. Hey, inawashika mateka. Inawashika mateka. Inawashika mateka. Madhabahu ya Waamori na Waperesi. Inawashika mateka. Na kwa mwamini hiyo matamigo. Hiyo miungu sasa. Inashika mateka. Anza kuivuta. Anza kuivuta. Anza kuivuta. Anza kuivuta. Hiyo madhabahu hayo. Anza kuipomoa. Anza kuipomoa. Ashika kwa meza. Inashika madhabahu yao. Asipende Bwana. Anakuta hiyo madhabahu. Inateketeza. Na moja vitu. Na moja vitu. Na vitu vile wako. Inashika mateka madhabahu yao. Inashika moto. Inaachilia moto juu ya madhabahu. Inaungua. Inachomeka yote. Inachomeka yote. Futa madhabahu yote. Tunaiteketeza katika jina. Jesus. Baba kuza mwendo. Kuza ile. Baba siku ni mrefu lakini asubuhi kuna amani. Ninaomba ulinzi wako. Wasaidie Baba. Kibali na neema. Asante Baba. Kuanzia leo Baba unatusaidia. In Jesus. Baba naomba ushinde mwananchi juu yako. Magonjwa itoke. Magonjwa itoke. Magonjwa ya kabla hii. Inayokushika mateka usiku. Ni magonjwa itoke. Ni magonjwa itoke. Ni magonjwa itoke. I pray healing now in the name of Jesus.